Kulikuwa na mwanamke mmoja aitwaye Aisha. Alikuwa akiishi katika kijiji kidogo kilichozungukwa na miti mirefu na upepo wa bahari ulivuma kwa upole kila jioni. Aisha alikuwa mjamzito wa miezi 9 na kila mtu kijijini kisubiri kwa hamu siku atakayejifungua mtoto wake wa kwanza. Mume wake Hassan alikuwa mvuvi maskini lakini mwenye moyo wa upendo. Kila asubuhi aliondoka mapema kwenda baharini huku akimwacha Aisha nyumbani akiwa anatabasamu na maneno ya matumaini. Subiri tu kidogo mke wangu. Mtoto wetu atakuja na maisha yetu yatabadilika, Hassan alisema kila siku. Lakini maisha hayakuwa rahisi. Siku moja usiku mkubwa wa mvua na radi ulitandaa kijijini. Upepo ulivuma kwa nguvu hadi mlango ukaanza kugonga kuta. Aisha alikuwa peke yake ndani ya nyumba ndogo ya udongo. Ghafla alisikia maumivu makali tumboni. Hakukuwa na simu, hakukuwa na jirani karibu kutokana na mvua kubwa. Alijaribu kutembea kutoka kitandani lakini maumivu yalizidi. Nje radi zilipiga angani. Ndani ya nyumba Aisha alilia kwa sauti ndogo huku akishika tumbo lake kubwa. Kisha mlango ukafunguliwa kwa nguvu. Alikuwa Hassan. Alikuwa amelowa kabisa kwa mvua, lakini macho yake yalijaa hofu alipomwona mke wake akiwa chini akiumia. Aisha, vumilia mke wangu, niko hapa. Bila kupoteza muda, Hassan alimchukua mgongoni na kuanza kutembea naye usiku ule ule kuelekea hospitali ya kijijini iliyokuwa mbali sana. Mvua ilinyesha, barabara ilikuwa ya matope, lakini Hassan hakusimama. Kila mtu aliyewaona alisema jambo moja: huyu mwanaume anampenda kweli mke wake. Walifika hospitali karibu alfajiri. Madaktari walimkimbiza Aisha ndani ya chumba cha kujifungua, huku Hassan akibaki nje akisali kwa machozi. Dakika chache baadaye, sauti ya mtoto mchanga ilisikika. Waa, waa. Hassan alipiga magoti chini kwa furaha. Daktari alitoka akiwa na tabasamu. Hongera, umepata mtoto wa kike mwenye afya nzuri. Machozi yakaanza kumtoka Hassan huku akisema kwa sauti ya chini, asante Mungu, nimepata familia yangu. Ndani ya chumba, Aisha alimshika mtoto wake kwa upole huku akitabasamu kwa uchovu. Na kwa mara ya kwanza alihisi kuwa maumivu yote aliyopitia yalikuwa na maana.